Nimalize na kipengele hiki. Ujasiri wa mtu mmoja husimamisha wengine imani. Ujasiri wa mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Unajua hata Yesu mbingu zikaulizwa, kikao kimepigwa mbinguni, ni nani akawaokoe wanadamu? Wewe malaika Gabrieli wapi? Chumba cha pili ndani katulia. Sijui walitajwa majina, ikasikata ni nani akawaokoe wanadamu? Duniani na mbinguni kimya. Hata babu yangu hakutokea, kwanza anajijua. Juu mbinguni malaika Gabrieli hakutokea, akasema hii babu kubwa. Ni nani? Akatokea mwana kondoo wa Mungu, jasiri na hodari, mwamba wa milele, akasema niko tayari. Uwezi ukaukabili msalaba kwa ajili ya wengi bila ujasiri. Kuna mahali inabidi ukabili msalaba kwa sababu wako wengi nyuma yako. Kwa sababu ukianguka wameanguka, ukirudi nyuma wamerudi nyuma. Na hapa kila mtu kuna watu wako nyuma yake wanamwangalizia hivi. Anaenda kushoto, akicheza hivi anacheza naye, akienda naye anaenda hivi. Lazima uwe jasiri, kwa sababu ujasiri wa mtu mmoja husimamisha na kuimarisha wengi. Samueli wa kwanza 17:51 mpaka 53. Ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta Aramu wake, akamua, akamkata kichwa kwa upanga huu. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao wamekufa, wakakimbia. Naomba kwanza pajusi hapa. Shujaa wao mstari wa mbele amekufa. Kuna muda hapo yule jasiri wao aliyetoa maneno ya matukano juu ya jeshi la Mungu amekufa. Yaani hata kama kuna mtu alikuwa na nguvu kuliko yeye, hakai. Na wana wa Israeli walijua hilo. Hata Daudi mbeleni uzeeni walimwambia, wewe rudi, usije ukaizima taa ya Israeli. Jeshini baada ya mkuki umekita pembeni, huko ameanguka Daudi, ukakita ukamkosa. Wakasema rudi nyumbani, usije ukaizima taa ya Israeli. Kwa sababu wewe ndio tumekutanguliza, tunakuangalia. Bwana asifiwe sana. Sema wewe rudi nyumbani, tutapigana sisi. Sasa huyu Daudi twende msafara. Hao wamekimbia. Sio hivyo, Wafilisti wamekimbia. Kwa shujaa anapoondoka kwa watu wa kujilia msana katika na kukimbia. Shujaa anapoanguka wale wanaomfuatia kurudi nyuma nao. Nao watu wa Israeli na wa Yuda wale waliokuwa wanatetemeka hivi, wanamtetemekea yule nani? Goliathi. Wale waangalia Mungu, nilisikia kuna mama alisema mtoto wangu ataitwa Goliathi. Kuna mama nao bwana. Nasema uko unaonekana wakorofi. Kwa hiyo katoto kangu kanaitwa Goliathi. Sasa Goliathi mwenyewe alipigwa hapo. Anasema nao watu wa Israeli na Yuda wakainuka na kupiga kelele, nao wakafuata Wafilisti mpaka Gaza na mpaka malango ya Ekroni. Nao majeruhi wa Wafilisti wakaanguka kando ya njia iendayo Shari mpaka Gaza na mpaka Ekroni. Hawa watu waliokuwa wanatetemeka, tena mtu mmoja, wamekuwa tayari kuvamia jeshi lote la Wafilisti. Ila alikuwa anaogopa mtu mmoja tu.
Jeshi lote la Israeli wengine wamekaa kwenye kona, anawatukana, hafai, hamna lolote, hamna Mungu nyinyi, anawaziaki. Ujasiri wa Daudi baada ya Daudi kutoa kichwa cha shujaa, wale waliokuwa waoga hana nilipanga, wengine kapitia rungu. Ujasiri wa mtu mmoja unasimamisha kizazi. Ujasiri wa mtu mmoja unasimamisha kanisa. Ujasiri wa mtu mmoja unasimamisha vijana. Ujasiri wa mtu mmoja unasimamisha wababa. Ujasiri wa mtu mmoja unasimamisha wamama. Nasema ujasiri wa kanisa la JIT litasimamisha makanisa mengi. Ujasiri wako utasimamisha familia na watoto. Ujasiri wako unatazama na wengi. Watoto wanakuangalia wanasema, kama baba alifanya, kitu gani kinaweza kanizuilia? Ujasiri wako wanauangalia. Sasa mbona unakuwa mwoga? Na kama ni mwoga, hufai kuwa kiongozi, hufai kuwa nafasi yoyote, kwa sababu utatenda tu dhambi kwenye nafasi. Asifiwe sana. Wafalme wa pili 7 mstari wa 3 mpaka wa 8. Mstari wa 3 mpaka wa 8. Utakutana na habari ya wakoma. Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mkajaa, nasi tutakufa huko, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kambi ya Washami, kumbe hapakuwa na mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia, kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi wao na punda zao na kambi yao vile vile kama ilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakaficha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nazungumza kwa habari ya watu wakoma. Nasema ujasiri wa mtu mmoja, ujasiri wa watu wanne unaokoa taifa la Israeli. Ujasiri wa watu wanne tu. Wanasema, mbona tukibaki tunakufa? Mbona nikihofu kwa habari ya maisha bado nitabaki pale pale? Mbona nikisema nibaki na yeye kishirini sianzishe biashara bado itaisha? Na nikisema niende hata ikiisha imeisha? Nikisema nibaki hata nikibaki bado itaisha? Mbona hii milioni 2 bado itaisha? Nikisema nibaki nayo bado itaisha? Nikienda nayo hata ikiisha imeisha? Hakuna maana bora ya kupiga hatua, kwa sababu inahitaji hatua. Maana hata ukibaki bado itaisha. Inahitaji maamuzi ya watu wanne tu. Watu wanne wanaokoa taifa. Njaa ni nyingi, njaa ni kubwa juu ya Israeli. Ni watu waliotengwa, wasioaminika ndani ya kundi la Israeli.
ni watu ambao ni najisi, hawafai kujichanganya ndani ya kundi la Israeli. Ukienda kwa Wayahudi au Israeli, wao mtu aliyekuwa anatokwa na damu alikuwa hajichanganywi ndani ya kundi lao, walikuwa wametengwa, na wakati mwingine wanapewa mji wao, kwa sababu ilisadikika ya kwamba yule anayetokwa na damu hata akigusa hii chuma, atakuja kugusa naye anajisika, akikaa kwenye kiti atakayekaa naye anajisika, wenye ukoma vile vile. Lakini majira ya Mungu, watu ambao miguu yao haistahili hata kuitwa miguu yenye vishindo, Mungu anatamani watumie watu jasiri. Haijalishi ni wembamba, ni warefu, wana kiwango gani cha uchumi, cha elimu, lakini ni watu wajasiri. Kama wakoma, ni kweli afya zao hazifai kabisa hata kukimbiza majeshi, lakini Mungu anawageuza kuwa wokovu wa Israeli. Majeshi yamejificha, maana yamejawa na uoga, maana wamejawa na hofu ndani yao, wamekaa kwenye mapango, na wengine wanalia na njaa, mfalme analia na njaa. Lakini watu waliotengwa dhaifu wakachukua hatua, wakasema tunaenda na JIT. Ni wito wa Bwana, twende. Kama watainuka watatu wanatosha, anasema twende, maana anawatumia hao watu. Wakasema wamealika majeshi, hao wamealika na kualika na kualika, wakaji wafalme wakasikia kishindo. Nakwambia kwa ujasiri juu ya yale unayoyaendea, Baba atasikiza vishindo kwa adui zako. Baba atasikiza sauti za majeshi, kama majeshi ya mbinguni. Hawakujua kuwa Mungu hajafilisika, hawakujua kuwa Mungu yeye ni mmiliki wa yote. Yalikuwa kwa majeshi ya mbinguni yana machi na wenye ukoma, wakiwa wanaingia pale, watu wamezikimbia kambi. Na wewe chukua hatua, acha kuangalia uwezo wako, acha kuangalia mfuko wako, acha kuangalia elimu yako, acha kuangalia historia ya familia, acha kuangalia kuwa niko na kawa. Wewe chukua hatua, chukua hatua, chukua hatua. Naomba usimame, chukua hatua. Acha kuwa na sababu nyingi. Kama una sababu zaidi ya wakoma kwamba mimi sistahili kutembea mbele, basi unaweza kubaki, lakini inahitaji kuchukua hatua. Kanisa la Mungu